Assalamu alaikum Tanzania, popote pale mlipo katika hii dunia na viunga vyake kwa ujumla. Mimi na wasabahi pia nawakaribisha katika mfululizo na mwendelezo wa hadithi yetu nzuri kweli kweli, Ndoa ya Makubaliano ndio lake jina. Episodi ni nambari 7. Mimi pia napatikana hewani katika 0757570014. Unaweza pia ukanifuatilia katika mitandao ya kijamii. TikTok najulikana kama Mr. Mbega, YouTube utanipata kama Mr. Mbega Official. Subscribe hapo, itakuwa imependeza kweli kweli. Karibuni wadau, wapenzi, mashabiki. Ilikuwa ni hapa mpenzi mtazamaji, shangazi anampa wasia Tari na mjomba anampa wasia Bian. Ni majira ya usiku. Wow. Binti anakosha vyombo, hii ni sifa. Mume pia anasaidia, hata kama ni maigizo, lakini inaleta raha kweli kweli. Mjomba na shangazi hawana mashaka na ndoa hii, wanajua ni ndoa yenye furaha. Kwa macho ya haraka utaona hivyo, lakini haya ni makubaliano. Watu wawili wamekubaliana kwa ajili ya maigizo. Mjomba anasema nakumbuka mbali kweli kweli, enzi zake walipokuwa vijana, yeye na mkewe ambaye ni shangazi yake na Tari kwa sasa. Umeona, ananiponda mbele yenu. Alikuwa nilikuwa nasafisha vizuri na msaidia kazi nyingi kweli kweli. Jamani, sisi ni watu wazima unajua tena. Usingizi muda wote, kwa ni mtu mzima unakuja, mwili unachoka. Ndio hivyo, nyonga hazistahimili kusimama kwa muda mrefu. Kwa hiyo wao ni vijana wakikesha, sawa. Wao wanaelekea vitandani kwa sasa kwenda kupumzika. Mazungumzo mengine yataendelea kesho panapo hai na uzima na majaliwa. Wanagwa vijana, watu wanafurahi, wanaburudika. Nyumba leo imechangamka kweli kweli, inaleta raha. Kama isingekuwa maigizo, basi ndoa ingekuwa ya furaha kwa namna ile. Tari anaitwa na Bian anaitikia. Haya, anamuuliza mambo ya kazi. Kazi yake anauza frozen food, si ndio? Okay. Unaingiza shilingi ngapi kwa mwezi? Anauliza kipato cha mkewe, hakijui. Inategemeana na wateja. Mkewe anajibu kwa makisio, je, kwa mwezi ni shilingi ngapi kwa makisio? Sekitar 700. Kama 700,000 hivi. Juta. Mwisho akamalizia na milioni. Jamaa kashtuka, ina maana kazi ya binti inalipa kweli kweli. Sio utani, anasema sio utani, hakika kabisa. Unawezaje mwanamke kumanage kazi ya kuingiza pesa nyingi kama hizo? Amefanya kwa uzoefu kwa muda mrefu. Sasa kwa pesa unazoingiza inabidi utafute gari mpya bwana. Gari yangu bado inafanya kazi, na kwaje atafute gari mpya? Baadaye hata kama akitaka kununua gari atanunua kwa cash. Namna hiyo. Cash au? Hapana, usiende kwa cash. Kwa nini? Isiwe cash. Nenda kwa credit bwana. Aende kisasa zaidi, aende na kadi. Unajua kuna raha yake, mtu anatoa kadi. Pesa, kadi hii hapa. Tofauti na mtu ambaye anatoa makeshi, mapesa kibao, maburungutu. Unaenda na keshi tu bwana. Unaenda na kadi ile, watu wana draw pesa. Binti anasema anamalizia kuosha vyombo. Namna hiyo, yeye atangulie kitandani akalale. Binti baada ya kumaliza, na yeye pia anafunga milango, anazima taa. Ni muda wake yeye pia kwenda kupumzisha mwili panapo hai na uzima na majaliwa. Kesho pia nayo ni siku. Binadamu siku zote anaenda na mazoea. Alizoea kulala huku chini, lakini leo kuna wageni. Kuna shangazi na kuna mjomba. Ameshtuka kweli kweli. Kwa bahati nzuri kakuta mambo yakiwa ni mazuri. Hakuna lolote ambalo baya lenye kudhuru kwenye macho ya binadamu au aibu yoyote kuiona. Kumekuwa kuna stara chumbani, wamelala vizuri, wajifunika shuka wenyewe. Kafunga mlango, anakwenda sasa upande wa juu. Kwa mara ya kwanza tangia aulewe na Bian, anapandisha huku upande wa juu na kwenda kulala kwenye chumba cha Bian. Hajawahi kuingia kwenye chumba cha Bian. Hii ndo mara yake ya kwanza tangia wawane yeye na mumewe. Anaogopa, anatetemeka kweli kweli, anawaza na kuazua. Si unaona? Anaogopa vibaya mno, lakini wanasema lisilobudi hutendeka. Itabidi tu aende, itabidi aingie ndani. Hapa hakuna njia nyingine yoyote ile ya kupita zaidi ya hii.
Anafunga mlango kwa heshima kubwa na taadhima kweli na unyenyekevu wa hali ya juu. Asije akamwamsha Bian. Anamjua ni Mr. Matempa. Hasira mbele. Muda wote wanaweza wakarejeshana maneno. Majira ya usiku kuna shangazi na mjomba, haitakuwa picha nzuri. Kijana ameshalala, binti anaangalia mazingira. Ni shabiki wa Liverpool Football Club, wazee wa Anfield, wakina Mohamed Salah. Hapa kuna picha ya hatari, picha ya Bian pamoja na Sara. Kaifuni kile mbali. Wivu naito huo. Lazima uwe na wivu bwana ukimpenda mtu. Sio unamwachilia tu anaranda kama kuku aliyotoroka bandani. Lazima umwekee misimamo. Unakwenda wapi? Unarudi wapi? Unaongea na nani? Ni lazima ujue. Simekubali kuishi pamoja bwana. Kama angetaka asiweke masharti basi angeishi peke yake. Namna hiyo lazima mchungane bwana. Kila mmoja ni halali kwa mwenzake. Na mambo si lazima iwe kwa mume kwenda kwa mke, hata kwa mke pia kwenda kwa mume. Lazima muulize, ulikuwa unaongea na nani? Simu ya kazini au simu ya wapi? Ni halali yake. Ni haki yake pia yeye kujua. Si lazima sifa hizi ziwe kwa mwanaume tu ndio aulize. Namna hiyo hata mke pia ana haki ya kuuliza. Mume kazi yake ni moja tu, ni kusimamia. Lakini mengine yote wanategemeana wote wawili, maana yake ni mwili mmoja. Binti alitaka kupunguza hijabu, atoe shungi yake, akaona asije akamkera Bian. Anamjua ni mtu wa hasira mbele. Kwa utaratibu hataki hata amwamshe. Binti anajipumzisha, shusha pumzi, anaomba dua kabla hajalala. Namna hiyo. Usingizi ni nusu ya kifo. Unaweza ukalala na usiamke tena. Ndio maana binti anaomba dua. Kwa hiyo likitokezea lolote, Mwenyezi Mungu awe amemridhia. Basi ni muda wa kujipumzisha. Binti kashiba dini kweli. Watu wanatafuta wake design kama hii, lakini Bian kampata anamdharau. Ama kweli kwenye miti hakunaga wajenzi. Wakati wewe unakisema hiki cha kazi gani, kuna mwenzako amekaa pale analia, anawaza nitakipata lini? Kwa nini kiakiji kwangu? Kwa hiyo respect. Ukimpata mtu, heshima iwepo. Ni alfajiri. Bian. Mas Bian bangun yuk. Bian amka. Mas Bian. Bian amka basi. Bian bangun. Bian, ni muda wa kuswali, ni muda wa sala au ni muda wa swala, wengine usema hivyo. Kashtuka, we, kimekuleta nini hapa? Amesahau kwa kuna mjomba na shangazi humu ndani. Akili imekaa sawa. Kuna sekunde kadhaa mwanadamu akiamka akili inakuwa haijakaa sawa. Kamu ditungguin Pak De di bawah. Mjomba anakusubiria chini ya ngazi. Mjomba tena, Kemarin janji kan Mas sholat. Namna hiyo wakaswali msikitini kama alivyosema. Bilangin Pak De suruh. Mimi nitasali nyumbani bwana. Di rumah aja. Nimechoka kweli. Laki-laki itu sholat. Kuswali nyumbani ni kwa ajili ya watoto wa kike. Mwanaume ni kwenda kusali kwenye nyumba ya ibada, hasa msikitini. Laki-laki sholat. Sasa wewe uko upande gani? Watoto wa kike au watoto wa kiume? Najua mimi ni mwanaume. Sasa kama ni mwanaume msikitini, pana kuhusu. Namna hiyo. Ni mvivu. Na haya si mazoea kwake. Wudu dulu biar seger. Nenda kaoge, utie udhu, utachangamka. Akauchangamshe mwili kwa kuoga na kutia udhu. Uvivu wote huu utaruka na kuondoka. Basi anakwenda kwa ajili ya kutia udhu na kuoga pia, akabadilisha na mavazi. Namna hiyo. Mke anamsubiria, anamkabidhisha mswala. Namna hiyo. Ndio juga. Jomba anasema sijasubiria sana, hata hivyo hawajachelewa na inabidi wakaswali raka 2 kabla ya swala ya asubuhi. Namna hiyo. Basi sawa. Moja kwa moja. Kuna sunnatul fajr inaitwa hiyo. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Wanaenda msikitini kwa heshima ya wageni. Ndio maana wanasemaga mgeni njoo, wenyeji wapone. Sio mchezo. Si mswaliji, lakini leo itabidi akasali tu. Karudi kwa mkewe. Hivi sunnatul fajr ndio kitu gani? 2 rakaat salat. Raka 2 kabla ya swala ya imamu pale. Ukifika unaswali kwanza raka 2 kisha unajumuika na wengine. Okay. Hata kujua alikuwa ajui. Bye. Wewe sio bye. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Salam. Namna hiyo. Alimwaga bye. Biani bwana.
Hatari kweli kweli. Inabidi aseme asalamu alaykum, mwambie bai kitu gani? Azikra Masjid, msikiti wa jina lake. Kumbusha. Mjomba anasifia, anaangalia mazingira. Bian, ndiye mjomba. Luar biasa loh. Msikiti mzuri kweli kweli, nimeukubali. Kaupenda msikiti, wana msikiti mzuri kwenye mtaa wao. Sering sembahyang di sini? Setiap hari, Pak, setiap hari. Oh, pengunjung tetap. Anamuuliza inakuaje kwaje, anakuja kila siku, na yeye anasema ya ndio msikiti wake. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ini kan Ndio imamu wetu huyo ya ndio mimi hapa. api. Kuna sauti nzuri mashallah. Imamu amebarikiwa kweli kweli. Pak, warga di sini. Bila shaka ni mgeni kwa mara ya kwanza na kuona sura yako. Saya pendatang di sini. Yeye ni mgeni hapa lakini amekuja na mwenyeji wake. Dia pengunjung. Yeye kila siku anakuja hapa msikiti. Kasema anakuja. Imamu amjui. Masuk. Naitwa Biani, anaanza kuzubaisha. Imamu hamjui mama wake. Unajua bwana, unaoswali msikitini siku zote unajuana. Na ukija mgeni utakujua kwa ni mgeni, si wa mtaa hapa. Hivyo ndivyo ilivyo. Sabiani yeye si mswaliji. Kwa hiyo ndio maana hata imamu hamjui. Akazugazuga kaona maongeza ikiwa mengi hapa. Nitaaibika, nitashtukiziwa kwa nadanganya. Kaamua kumkimbiza mjomba. Huyu kijana. Mbona hamjui? Hatimaye hilo likapita. Sasa mjomba, leo ni siku ya kuondoka pamoja na shangazi. Wanaiaga familia, wamefurahika, wanawashukuru Tari pamoja na Bian kwa hii ikramu waliowafanyia wageni hawa wawili. Namna hiyo. Ini kenapa? Binti bado anadeka kweli kweli, anatamani shangazi asiwepo. Anatamani shangazi asiendelee. Budeng kesini. Asiondoke bwana, Kiswahili. Aendelee kuwepo. Hiyo ndo maana yangu. Kan yang berlaku pasti setiap hari asal nggak bosen. Akimweleza siku nyingine wataweza kuonana, asijali, watakuja kuwatembelea pia na wao waje watembelee. Namna hiyo. Asisahau maombi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yani asisahau kuombeana dua. Thank you Bian. Assalamu alaikum. Ndo wanaagana hivyo. Ndio maana unasikia assalamu alaikum nyingi kweli kweli. Kesehatan ya Pade. Haya, mjomba wewe makini Basi sawa. Ya Pak. Mjomba. Sio huko. Nilisahau uzee nao utu uzima. Alikwenda sipo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hii ni kawaida. Usishangae kuona assalamu alaikum wa alaikum salam nyingi. Watu wakiagana hiyo ndio huwa namna hiyo. Sasa muda wa maigizo itakuwa umemalizika, ngoja tuone au kutarudi amani na utulivu au kutaendelea vita. Mambo yamemalizika. Satu sama maksud. Unamaanisha nini kusema mambo yamemalizika? Jadi istri gue. Wewe uliigiza kama mke wangu kwenye siku ya birthday ya baba yangu, na mimi nimeigiza kama mumeo kwenye siku aliyokuja anti yako pamoja na mjomba wako. Hayakuwa maigizo lakini Bian. Mimi ndo naondoka. Unaenda wapi sasa? Mau ketemu Sarah. Naenda kukutana na Sarah, ananisubiria. Astaghfirullahalazim, wewe mwanaume wewe. Lo pikir. Nini tena? Gara-gara hivi unahisi kulala kitanda kimoja ni la mimi ndo tumerejeana au tumekuwa pamoja au tumekuwa wake na mume? Haiwezekani. Ingat Nina maisha yangu. Kumbuka hii ndoa ni ya makubaliano, usijisaulishe. Aku nggak nyangka aja, Mas. Unajua mimi sikuelewi Bian. Ya enggak apa-apa. Wewe kubali unielewe, haukubali nenda mahakamani kadai talaka. Siku zote nakwambia jambo liko huria, wazi kabisa. Kama ukubali na mimi nenda mahakamani ukadai talaka. Bwana wewe, mpenzi mtazamaji, mambo yamerudi tena kwa mara nyingine. Tari anateseka kweli kweli. Inaliza, inahuzunisha kweli kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tia shufaa kidogo katika wale ambao ndoa zao zina matatizo, uwape baraka na neema na utulivu na usikilivu. Mengi yanahuzunisha kweli kweli. Haya, tukutane kwenye mfululizo na muendelezo pia. Asante kwa kunisikiliza na muda wako. Naitwa The Real Deal, DB Cooper, DJ Mbega on air. Zanzibar ndipo nilipo. Ciao. Masalam. Wanasema Waarabu. Biannya ada. Maaf, dengan siapa? Sarah. Cinta itu